Mwanangu nilipata changamoto kidogo, ndo maana pati namba 8 ilichelewa kutoka. Baada yule mwanangu Chile mtoto wa Manzese kumalizwa kuliwa na simba katika msitu wa wanyamapori, msitu unaojulikana kama msitu ambao au kwa jina lingine Katembe, msitu ambao upo katika mpaka wa Msumbiji na South Africa. Basi si moja kwa moja tukashuka chini ya miti tukaanza kuendelea na safari. Wakati tunaendelea na safari, njiani nikakutana na mafuvu ya binadamu na mifupa ya binadamu. Mimi inabidi nikawauliza wale ndugu zangu wa Mozambiki, bwana, hii mifupa na mafuvu ya binadamu inakuaje? Wale washikaji wa Mozambiki wakaniambia aje, shukuru Mungu mpaka hapo ulipofika. Hapa asilimia nyingi ya mabaharia hapa wakatizi, na wanaokatiza wana bahati, wana Mungu kama wewe ulivyokuwa na Mungu. Hiyo mifupa unayoona na mafuvu unayoona hayo ni mafuvu ya mabaharia ambao walikuwa wanajaribu kupita kwenda kutafuta maisha South Africa katika njia hizi za panya. Kwa hiyo wewe hapo ulipokuwepo na mpaka hapo ulipofika, shukuru Mungu. Kweli nikasema kimoyo moyo, nikasema kweli unaweza ukajua ndugu yako yuko South Africa huu mwaka wa 10 hakujali wala nini uko Bongo ulipo na hajapiga simu wala nini, ukajua bana kula maisha South Africa. Kumbe mwenzako alishakufa zamani katika msitu wa wanyamapori unaojulikana msitu wa Katembe au msitu ambao. Kweli moja kwa moja tukaelekea mpaka tukafika mpakani tukakuta senyenge pale imewekwa kati ya South Africa na Mozambiki. Kweli tukafanya mpango tukatambuka. Kufika pale sisi tukaachana, kila mtu akaelekea kwake. Mimi malengo yangu nielekea wapi? Johannesburg. Lakini picha linaanza dakika za mwisho, wale wanangu wengine wameelekea katika vijiji vya mwanzo vya South Africa ambao vinaitwa Manguzi, wengine wameenda Mpangeni. Mimi nikaenda katika barabara kuu, nikakutana na lori limepita. Moja kwa moja mimi lori la kwanza limepita, lori la pili limepita. Kumbuka kipindi hiko mimi mganga wangu wa yule miono Tanga alinikabidhi kijiti cha kutafuna. Iko kijiti iko kwamba nikimege kidogo nikitaka kuomba msaada kwa mtu wowote, basi mimi nikikitafuna kile huku naomba msaada, basi kwangu mimi msaada utapatikana kiurahisi. Na kipindi hiko yule mganga wangu wa miono Tanga kanipiga chale mwili mzima, hizo chale za mavumba, chale za bahati. Kweli mimi moja kwa moja nilipofika barabara kuu, baada ya kusimamisha gari la 3 limeshindikana, kweli nikasota kweli, dakika mwisho likapita gari kama la 6 hivi. Kweli mzee kusimamisha, mzee mzungu kaika pembeni, dereva alikuwa mzungu Mkaladi. Kweli kufika pale nikamuelekeza, I want to go Johannesburg. Na bwana mimi nataka niende Johannesburg. Akaambia yule mzungu akaniuliza, do you have money? Una hela? Mimi nikamwambia bwana mimi hela sina, no money. Sina hela. Akaambia get in the car. Ingia kwenye gari. Kweli mzee nikaingia kwenye gari. Kweli moja kwa moja mpaka Johannesburg. Kufika Johannesburg moja kwa moja, kuna sehemu moja panaitwa MTN hapo kwa watoto wa Buguruni, maskani wa Buguruni hapo, watoto wa Buguruni hapo wengine wanauza bange, wengine wanauza unga, wengine wanapiga ndole hapo. Watoto wa Buguruni kibao hapo karibu na Park Station, yani Park Station yani stendi kubwa kama unavyoona stendi la Magufuli lile. Yani hapo mabasi watu wageni wanaingia tofauti. Sijakaa sawa. Nikiangalia hivi nakuta mtu kampiga mtu bunduki la kichwa. Afu hajakimbia. Nikauliza, "Huyu ni vipi? Mbona huyu jamaa kampiga bunduki la kichwa afu hajakimbia?" Wahuni ndo kanipanga, na bwana sikiliza, au namba kuna namba hizo 26, 27 na 28. Hiyo 26 lazima uwe mtu kwa kisu ndo unapata namba 26. 27 au lazima uwe mtu kwa bunduki, alafu 28 au lazima uwe askari au ulaiani au jela. Hiyo 28 na 28 kuna 28 aina mbili, unaambiwa 28 mchanuo ambao unaweka vidole hivi, na 28 ya kubana unaweka vidole hivi. 28 mchanuo ni wale 28 mashoga, wanaume lakini mashoga, lakini lazima uwe askari jela au uraiani. 28 ya kubana yani mwanaume lakini sio shoga, lazima uwe askari jela au uraiani. Nikaona kweli mwanangu namba kweli hazipatikani bure, namba sio hivi tu. Kaambia sasa inakuaje? Akaambia namba hizo ni kundi la magangster ambao wao dili zao wao kuuza madawa, yani magengi hao ndio watu wa namba. Sisi wabongo hatuna namba, tunaenda kama chafu moja. Nikaona kweli sio poa. Kweli dakika mwisho wale wauni wa Buguruni wakaniambia, bwana sikilize, wewe vipi umekujaje South Africa? Una ujuzi gani? Nikamwambia bwana mimi ujuzi wangu bwana mimi najua kunyoa kidogo, lakini vile vile mimi na dereva. Akaniambia huyu mambo udereva utachelewa kupata, ila kunyoa chapo. Sasa je, umekuja na biashara gani? Wewe unaonekana mjanja, umekuja hivi hivi una biashara? Wewe sio kweli, mimi nina madawa kulevya. Kweli wakanichukua moja kwa moja wakanipeleka katika mjengo huo. Huo mjengo baba ndugu yangu huo unaitwa Titanic. Huo mjengo upo katikati ya mji pale Johannesburg town. Huo mjengo upo katika mtaa wa JP Street na mtaa wa Harrison. Harrison Street. Huo mjengo ndugu yangu unaitwa Titanic. Hilo jengo bongo la jengo ndugu yangu mwanangu, halina choo, halina bafu, halina umeme, gorofa hilo mwanangu. Akanipeleka floor 4 akaniambia, mwanangu kunya hapa, wewe utakuwa umekuja na madawa kulevya kutoka Bongo, haiwezekani uje hivi hivi unaonekana wewe mjanja. Mimi nikamwambia mwanangu, mimi nitakunya vipi sasa? Mimi nakati mimi sina madawa ya kulevya wala nini, sijaenda na mzigo wote, mimi mmoja baharia. Afu wewe picha linaanza nimetoka zangu Australia nimerudishwa Bongo, afu sasa hivi sasa wewe umekuja South Africa mara mbili, utakuja vipi kinyonge? Wewe usitaki kutuletea masiala, wewe umekuja na madawa ya kulevya.
kuulizia kama vipi bwana, sikiliza usitanie kunya. Mwanangu nimeshangaa mwanangu, nimepigwa bongo kama mbao na watu wa Buguruni mwanangu. Nikaangalia hivi, mwingine kanitia mguu kaniambia kunya. Mimi nikabidi mwanangu hapo amleteni beseni huyo. Wakanileta mbeseni pale bongo kama beseni. Kila nikijikunya mwanangu kunya mavi hayatoki. Kweli dakika ya mwisho wale wanangu wakasema mpeni maziwa huyo. Wakanipa maziwa mwanangu, piga kata ziwa la kwanza, nikala ziwa la pili mwanangu, nikajikunya, naambiwa nikajikunya katika vimavi mwanangu. Yeye katika kunya mwanangu, dakika ya mwisho kuna baba mmoja kaja anaanza kuyapekua yale mavi kuangalia labda kuna unga au vipi. Mwanangu, pati namba 9 itaendelea wanangu.